Kwa wale ambao walikuwa Jumapili iliyopita, our topic was what is prayer without ceasing. That was our topic. Ni nini kuomba bila kukoma? Leo hii tunaendeleza mafundisho hayo au mahubiri hayo kwa kuzungumzia kuhusu vizuizi au vikwazo ambavyo vinafanya mimi na wewe usiwe watu wa kuomba. Paulo akasema, rejoice always, pray continually, au pray without ceasing. Akaendelea kwa kusema, in all things give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. What is the will of God for you and for me? Always rejoice in the Lord. Always pray. Always thanking God. Today, niruhusu kwa kuanza kuuliza swali. Why is prayer so hard? Why is prayer so hard? Hili ni swali ambalo linakuja kwako na linakuja kwangu. Mbona kuomba ngumu? If that's the right one. Mbona kwako kuomba ni kugumu? Why is prayer so hard? I don't want to offer any excuse or excuses. Church, we have no excuse for not doing anything that God calls us to do. Brothers and sisters, believers, members of the body of Christ, why is prayer so hard? I say, I don't want to offer any excuse. Mimi na wewe ungependa tukaweze kujua. We have no excuse for not doing anything that God calls us to do. You as an individual, as a person, you can come up with many excuses. God, kwa nini hauombi? Labda kwa sababu umeenda kazi, umechoka, au labda kwa sababu
uko occupied na maneno fulani fulani, au sababu unatoka mbali, naishi mbali. Let me remind you today, we have no excuse for not doing anything that God calls us to do. Why is prayer hard? Prayer is hard because of the world. Sababu ya dunia, because of the flesh, and the devil. Prayer is hard because of the world. Kwa sababu ya dunia. Dunia iko na mambo mengi. Na mara mingi sisi tunafuata yale mafundisho ya dunia, na tunataka kuyaleta yale mafundisho yaonekane kana kwamba ni ya Mungu. Sisi tunafuata yale ambayo ulimwengu inasema. Hata tukiwa ndani ya kanisa, we want to bring in the world in the name of God. Mwili nao unatudai, unataka mambo mengi. Na mara mingi sisi sote tunataka kupendeza mwili, tunataka kufurahisha mwili. And by so doing, unajikomfort, unasema inafanya kazi ya Mungu, inafanyia Mungu. Shetani ni mwongo kuanzia mwanzo. John 8:44, hivyo ndivyo inavyosema. Na kama vile alivyomdanganya Hawa katika Mwanzo sura ya 5, hivi ndivyo anavyoendelea kudanganya sisi. Sababu neno la Mungu linasema, for you are the children of your father with small f. Bwana Yesu apewe sifa. Small one. For you are the children of your father, the devil. I am not the one saying, it is the word of God. And I am not saying that you are a child of your father, the devil, but you know Baba yako ni nani. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the will, the evil things he does. Tunapenda kufanya yale maovu ambayo anayafanya, hata kama tuko ndani ya kanisa. We love to do the evil things that he does. Hata kama tumebeba Biblia, tunapenda kufanya yale maovu ambayo baba wetu hapa chini Shetani anafanya. Do you know what? He was a murderer from the beginning. Tangu mwanzo yeye ni muuaji, and has always had
there is no truth in him. So if you belong to him, hatuwezi kutarajia ukweli wowote kutoka ndani mwako. When he lies, it is consistent with his character. Kwa maana tabia yake ni kuwa muongo, inaambatana na tabia yake. For he is alive and the father of lies. Na ukitaka kuchukiwa katika ulimwengu huu, sema kweli. But when you bring unrelated stories, you become afraid of men. And you become a man of people. Wewe utakuwa unarudikiwa sifa. Wewe utakuwa unasifiwa. Wewe utakuwa unasema huyu ndio wetu. Sifa. Na sifa za siku hizi zimekuwa za uongo. Na kama unapenda sifa, kataa. Kwa sababu wanaokusifu haujui wanakusifu kwa sababu gani. Na wanaweza kukusifu hapa, wakifika kule nje wanayozungumuza ni kinyume zile sifa ambazo walikuwa wanakurudia. Kwa hiyo unabaki katika zile sifa, kumbe hawa watu wananipenda. Kumbe wananipenda. Why is prayer? It's because of the world, the flesh, and the devil. Bible in John 8:44. Think about the effect of the world around us. The effect of the world around us. This contemporary culture in which we live today. Think about it. Bwana Yesu apewe sifa. Is a world of constant noise. Kelele kila mahali. Constant noise and chatter wherever we go. Brothers and sisters, you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Waraka. For hurry is a great enemy of spiritual life. Ndio maana watu hawawezi hata kuomba, akipiga magoti ni sekunde moja barabara. Amen. Because you are always in a hurry. You are always in a hurry. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. I repeat, for hurry is a great enemy of spiritual life in our world today. In other words, I am saying, brothers and sisters, hurry is the death of prayer. Your kifo cha maombi is the death of prayer. Sijui tangu uzaliwe mpaka umefikia leo. Kuna wengine hapa wako na mwezi mmoja, wengine hapa wako na wiki, wengine wako na miaka 70. Nikikusimamisha uniambie the much time you have spent in prayer, kama ufikie mahali umefika.
ilikuwa dakika ngapi? Ilikuwa dakika ngapi? Bwana Yesu apewe. The world we live in distracts us. Dunia ambayo tunaishi ndani distracts us, inatuzuia kuomba. And the world we live in seduces us. Dunia ambayo tunaishi ndani, it has come up with teachings kupinga mpango wa Mungu. Na karibu sisi sote sasa tunakubaliana na ulimwengu. Who thinks of the eternal anymore? Ni nani anayefikiria kuhusu mambo ya Mungu au uungu? Ni nani? Ni kama vile Paulo anavyoambia Timotheo, siku zile watataka kusikia yale masikio yao inataka kusikia. You talk about sin today, you become an enemy. You talk about eternal life, you become an enemy. You talk about repentance today, unafanyika kuwa adui wa watu. Lakini ukizungumza kuhusu baraka, ya kwamba mtabarikiwa, ya kwamba mtanunua mashamba, ya kwamba mtanunua magari, ya kwamba mtaoa na kuolewa, unapokea sifa tele. Tunasema this is the pastor we want. Huyu ndiye mchungaji ambaye tunataka sasa. Huyu ndiye sasa anazungumza yale masikio yetu tunataka kusikia. Kwa maana sisi mambo ya kuhubiriwa, mambo ya dhambi hiyo tumesikia. Mambo ya kuhubiriwa kutubu tumesikia. Mambo ya kuhubiriwa mambo ya ufalme wa mbinguni tumesikia. Sasa hili tunataka tusikie ya kwamba tutabarikiwa, tutainuliwa, tutapata everything, tutapata everything. Who thinks of the eternal anymore? Who cares about sin and righteousness? Who cares about heaven and hell? Mtu anakuambia nitakusamehe mbinguni. They don't care. Nasema huyu hata uniambie nini, siwezi kumsamehe. Umeishi na uchungu katika maisha yako miaka yote, ukiangalia huyo mtu ni kana kwamba unataka kupasuka, na unasema huyu nitamsamehe mbinguni. Hebu inua mkono kama umeshaifika mbinguni. Ujue kama kuna kusamehe mbinguni. Na Biblia ambayo unabeba inazungumzia kuhusu watu wawili, tajiri na Lazaro. Na kunifurahisha ni kwamba wote walikufa siku na hii gospel wakati mmoja. Tajiri akajikuta huko, Lazaro akajikuta huko. Tajiri alipomwona Lazaro upande ule mwingine amekumbatiwa hapo kwa kifua cha Abrahamu, naye anachomwa, akalia, akamwambia naomba tone la maji. Abrahamu akamwambia sasa ni wakati wako. Ulipokuwa chini ulikuwa wakati wako wa kufurahia na kuishi
wasifikiri ya kwamba yale ambayo wanafanya kule ili kuku. Nilifikiri zile kuku ninakula na maisha mazuri, ndio tena nitaishi huko, kwa sababu wanasema huko tu ni maziwa na matunda na asali. Tena nikafikiria ile asali nilikuwa nakula hapa chini, yale matunda ya maziwa tena mbinguni ni hivyo. Wakamwambia kule chini tuko na wakina Queen, na Mama Bilha, wakina Odinga, wakina Isaboke, wanafanya nini? Wanahubiri. Aliye na masikio afanye nini? Unaendelea kusema nitamsamehe wapi? Wewe endelea hivyo. Who cares about sin and righteousness? Here and here. Brothers and sisters, this world is full of enticements and entertainments of every sort. Mimi nashangaanga sana. Ni nani hapa anapenda mpira? Chelsea, sijui Man U, sijui nani, mimi wa mkono, sijui Liverpool. So inua mkono. Hebu simameni, wale wameinua mkono. Usidanganye kwa sababu na wananga mkienda mpira. Ndio usidanganye. Wacha kudanganya kwa nyumba ya Mungu. Mnapenda Liverpool, Man U, sijui Chelsea, sijui Arsenal, sijui Gor Mahia, sijui FC, sijui wamekataa kusimama. Simama tu akitia daudi tu. Sijaona yeye amesimama. Na mwanaka akaenda kulala kwa mjini. Sijaona yeye amesimama. Ndio. Ukienda kwa hiyo mpira unapanga pesa ngapi? 1 hour. Na kitu. Almost 2 hours. Ndio. Aduka. Siyasema ukaya. Ukipanga pesa ngapi? Hata uketi chini, mimi naishi hapa na wewe najua. Unajua pesa ngapi? The one night, na kwa sababu ukitoka jioni utakuja sasa. Sasa pekee naona. Ndio unaenda hapa, nini tunapenda? Unaenda hapa hivi katika baada ya kupika mpaka jioni. Hapana. Lakini pia haya atuka, unaweza kufikia mahubiri kwa 2 hours. Wana. Lakini pia tunaona mimi. Tunaona mimi. Haleluya. Nakuja kwako ndio ndio. Mpira nategemea kama ni final hata naweza kuwa mpaka mpira yule ndio kama itaanza saa 3 ndio. Kamili nusu. Itaanza saa kanisa ibada inaanza saa 3 na minutes saa 3. Huko umeenda 30 minutes saa 3. Sisi saa 3 imani. Wewe mpira kama inaanza saa hii unaenda saa 9:30. Hata kama umeenda kazi na kuanza kama ni mpira unakuanza mpira itaanza nataka kumaliza hii kazi haraka. Sasa kazi ndio zinatoka ndio. Unataka kazi hivi. Ndio pole. Tukati mimi nataka kawali ndio. Kuja. Wala huyo hapo karibu kutomoka. Unakaanga masaa ngapi? Hapo unakaanga masaa ngapi? Hata nikifunga tu macho hivi nitakuona kama mkali. The world is full of enticements and entertainment of every sort. And it is pulling us away from focusing on God and His kingdom and His glory.
world. The world is very powerful. The world is pulling us away from focusing on God and His kingdom and His glory. And the world is saying, mahubiri mazuri is 10 minutes, lakini mpira mzuri is 90 minutes. That's how the world is saying. Na pia kuna muziki for how many minutes kaka? Oh well, 15. That is the world. That is the world. We are brainwashed. Brainwashed into thinking that prayer is a waste of time. Na hata wengine wanasema hata naenda ongea kwa nyumba yako, sio lazima niende huko. The world has brainwashed us. There's no need. Let's be practical. Get busy. Do something else. Don't waste your time getting on your knees. You will not meet your needs. That's how the world is speaking. Today I want you to remember, this is a fallen world, a sinful world. Bwana Yesu apewe sifa. God's word indicates that when we deliberately hold on to sin, it creates a barrier between us and Him. Tukikwamilia dhambi katika maisha yetu, it creates a barrier between us and Him, preventing our prayers from being heard and answered. Proverbs 8 verse 9 says what? Somaji umepata? Proverbs 8 verse 9. The Bible says, if you do not obey the law, If you do not obey the law, God will find your prayers to be hateful to hear. God will do what? Will find your prayers Find your prayers to be too hateful to hear. the prayer of a person who ignores the law and despises this life.